machafu. Dalili zinazoonyesha jamii au familia kwamba imekaliwa. Kitabu cha Marko, kitabu cha Injili ya Marko sura ile ya 4 mstari tulisoma wa 35 tukakiona kisa cha kwanza. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakaachana na wakaacha makutano, wakamchukua vivyo vivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu na upepo na mawimbi yakapiga kile chombo hata kikaanza kujaa maji. Chombo hicho kinajaa maji. Kumbuka walikuwa wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Yesu akaamka, akaukemea upepo, akaiambia ile bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisa cha kwanza tukakiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 5, sura ya 5 tukaona kisa cha pili, ambapo maandiko yanasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu, zingatia, hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga. Hakuna mtu aliweza kumfunga huyu jamaa, tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa. Mara nyingi walijaribu kumfunga kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kumshinda. Narudia, hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kumshinda. Na siku zote, usiku na mchana, alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Nalipenda neno hilo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kisa hichi kinaendelea kwenye sura hii nzima. Hapa tuliona visa viwili hivi ambavyo vinatuthibitishia juu ya operation au kazi za mwovu ibilisi kwenye kizazi chetu, kwenye jamii yetu na kwenye mazingira yetu. Na kwa mifano hii miwili nikasema usicheze na tusijitoe ufahamu tukaishi tu. Tukaona jinsi ambavyo nguvu za giza, ufalme wa giza uko kazini. Haukujali kwamba chombo kile alikuwepo mitume na alikuwa Yesu. Maandiko yanasema na Yesu akiwa amelala, chombo kilianza kujaa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watakatifu. Naomba tuwe macho katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amina jamani. Amina jamani. Adui haugopi unatoka familia gani. Adui haugopi hali ya kiroho ya kifamilia. Uvamizi uko pale pale, lakini ashukuriwe Mungu Yesu anaposema huyo hana budi kuja, lakini hana kitu kwetu. Maji hayatajaa, lakini meli haitazama katika jina la Yesu. Nyumba itaungua, nchi itaungua, moto utawaka, lakini hatutafanyaje? Hatutateketea. Hali zitatupiga, mambo mbalimbali yatatupiga, na mpaka tutavurugika. Maandiko yanasema wajapokuwa wajinga hatutafanya nini? Hatutapotea. Wajapopita kwenye maji mengi hawatagharikishwa, watapopita kwenye moto mkali hawatafanyaje? Teketea. Na wajapokuwa wajinga hawatapotea. Yani mengi yatatukuta, lakini kutokana au kulingana na kile tulicho nacho, yani kuwa ndani ya Yesu, hatutateketea katika jina la Yesu. Zingatia, mashambulizi na mavamizi na ukaliwaji wa maroho machafu upo pale pale. Bwana asifiwe sana. Ole kwa familia na kizazi ambacho kimekataa kufunikwa na ili wingu la damu ya Yesu. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Hivi una mashaka gani? Kwa nini unashindwa kuamini ukweli huo? Halo, kinomba niwaambieni, habari za Yesu, kazi za Yesu ni zaidi ya habari unazosoma kwenye vitabu wala unazosikia kwenye vyombo vya habari. Naomba nikuthibitishie kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu mambo ya
tunaambiwa alifanya. Amina. Tunaambiwa aliwaambia upepo unyamaze. Amina. Na sio kwamba tu aliuambia, hata hivi ninavyoongea huyo Yesu mwenyewe aliyewaambia upepo unyamaze yupo hai katika jina la Yesu. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Tena yuko mbali, yuko hapa tulipo na sio hapa, yupo ndani yako. Why kunaendelea kuwa na mashaka kwenye vitu anavyotuambia? Hebu sema nakataa hili pepo kwa jina la Yesu. Nakataa roho ya kuwa na mashaka kwa jina la Yesu. Kwa nini ninakuwa na mashaka? Vitu vya duniani unasikia unaamini. Haleluya. Haleluya watakatifu. Haleluya jamani. Mbona kuna matamko mengi Bwana amesema na wewe? Amina watakatifu. Kuna ahadi nyingi Mungu amekupatia. Kuna maelekezo mengi Bwana amekupatia. Mbona bado una mashaka? Ili hali yeye yupo. Hata sasa yupo. Alikufa sawa sawa. Na ni sio Bwana wako tu, ni Bwana wa walio hai na walio kufa. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Yani hata maiti zinatambua yeye ni Bwana. Amina watakatifu jamani. Amina watakatifu. Na anaishi ndani yetu. Why mashaka yanaendelea? Haleluya watakatifu. Akaiambia ule uvamizi, ile dhoruba, nyamaza kimya, na ikanyamaza kimya. Haleluya. Hebu simama dakika moja kwa jina la Yesu. Simama haraka katika jina la Yesu. Simama haraka katika jina la Bwana. Weka mkono wako juu katika jina la Yesu. Weka mkono wako juu. Kama tumeelewana vizuri, kwa nini unaamini, unasadiki habari ya vitu ambavyo umesoma kwenye vitabu na kusikia, ili hali kuna ahadi kubwa za Mungu juu ya maisha yako hata sasa zinanena na unazisikia zinanena? Why una mashaka? Kuna kitu nataka tufanye. Kristo akawaambia ule upepo, ile bahari, nyamaza kimya. Naomba wakati umeweka mkono juu, embu naomba Mungu Roho Mtakatifu, na muomba hapa, nimesimama mbele yako, ailete ile bahari yako, alete ule upepo na uone kwa uhalisia kile kinataka kukua, miradi, kazi, familia, Bwana akilete wazi katika jina la Yesu. Naomba kama Roho Mtakatifu Yesu Kristo alivyoamka na akujadili na wala akufikiri, alipoiona ile bahari akaikemea, akaiambia ewe bahari nyamaza kimya. Naomba nawe tamka neno, rudia maneno haya mawili nyuma yangu, sema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama Kristo Yesu aliye ndani yangu alitamka, aliukemea upepo, alikemea dhoruba, ikanyamaza, ikanyamaza katika jina la Yesu. Yesu yule yule, Yesu yule yule, Roho yule yule, Baba yule yule, yuko ndani yangu sasa, yuko ndani yangu sasa. Basi katika jina la Yesu ninakuamuru, ewe dhoruba, ewe upepo, nyamaza kimya, 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 kimya kwa jina la Yesu. Amen. Imetosha. Amen. Nasema tena, ziwe zinatoka nje, ziwe zinatokea ndani. Naomba nikwambie, acha kupoteza muda. Kulingana na fundisho lile tukaona anasema kwamba huyu jamaa, huyu mtu anapagawa na zile pemani. Ni kwamba ishara ya kwanza ni spirit of isolations. Sawa sawa? Usipende, usientertain tabia hiyo kwa gharama iwayo yote. Na nikakupa mifano mizuri kwenye Biblia. Mfano wa kwanza tulimwangalia Elia, mtu mkuu wa Mungu ambaye alitumiwa na Mungu, alishusha moto jioni, akachinja manabii 400. Ona upako aliokuwa nao peke yake. Sawa sawa Lakini alikemewa, alipewa tu ujumbe kutoka kwa mwanamke kahaba asiyetawalika. Asiyetawalika. Maana wanawake wa aina hiyo wanaongeaga sana. Mwanamke yote asiyetawalika, moja, jilinde sana na taarifa zake au na maneno yake. Na nisikia vizuri? Nasikia vizuri? Ukiona, ujilinde sana na hao watu.
huwa wana maneno fulani yanavukuaga na uvuvio wa ajabu. Utaona hata mme wake. Mtoto mmoja nimeona clip anaulizwa, mama akikasirika nini kinatokeaga nyumbani? Akasema baba huwa anakaa nje. Yaani yeye anajuaje mama amekasirika? Huwa moja, mtu huyu aliyekuwa hodari, strong, ambaye anaaminika, rafiki yangu alijikuta anaenda mwendo wa mbwa mwizi na anakimbia huko, anasema ni heri nifanyaje? Nife. Elia, si ndio hivyo jamani? Na akafika mahali akasema Bwana, ni bora nifanye nini? Nife. Afe kwa sababu gani? Tamko tu eti la Yezebeli kasema na yeye ifikapo jioni nitamtenda vivyo vivyo, na wala hajamtenda. Roho ya kujikalia peke yake. Alipofika kule ushahidi alitamka wazi, akasema baba, tazama wamewaua manabii wote, nimebaki peke yangu. Mungu akamwambia shut up, haujabaki peke yako, nimejisazia watu kama wewe 1000 ngapi? 7,000 ambao yeye akupata kuwaona. Anapomfukuza kwenye lile pango alilojificha peke yake, wote mu mashahidi, wote mu mashahidi. Nini kilitokea? Anapojitoka kwenye lile pango, alipoambiwa toka nje, anakutana na nani? Watakatifu, watu wa Biblia. Anakutana na nani? Wanafunzi. Anakutana na mtu anaitwa nani? Obadia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kataro ya kujitenga sio roho njema katika jina. Alikuwa anakaa peke yake. Watu wakiongea unaona wanakusema wewe. Yaani huna mtu hata ndani ya kanisa kama hili. Ibada ikiisha unachomoka. Yaani huwezi, mchungaji asiposema tusalimiane, huwezi kusalimiana na mtu. Mimi naomba nikwambie, jiepushe na hiyo roho. Inaonekana kwa hekima ya duniani ni hekima. Kweli sio kweli? Hekima ya duniani inasema hayo ndio nini? Ndio maisha. Mind your own business. Lakini naomba nikwambie, huo ni ukafiri. Haleluya watakatifu. Hata Mungu na uwezo na nguvu na mamlaka alionayo hawi peke yake hata mara moja. Kila wakati anasema tufanye. Sawa sawa watakatifu. Sawa sawa watakatifu. Sawa sawa watakatifu jamani. Ni shetani tu anatambulishwa kwa umoja. Sawa sawa watu wa Mungu. Kataa hiyo roho ya kujitenga. Ajitengae na wenzie, anatafuta mambo yake mwenyewe. Dalili ya kwanza ni roho ya kujitenga. Na tukaona kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 4, nadhani kuanzia mstari wa 10 pale wa 7 mpaka na kuendelea, tunaona roho mchafu ilipompagaa Kaini, ishara ya kwanza alijikuta anajitenga. Sawa sawa watakatifu. Sawa sawa watakatifu. Sawa sawa watu wa Mungu. Kabla haijampagaa alikuwa na familia. Bwana akamwambia, roho mbaya, dhambi inakufanya nini? Inakuishinde. Aliposhindwa kuishinda, cha kwanza alijitenga, na ni kujitenga kwa mazima. Mtu ambaye walizoea kuwa naye karibu, wanakula naye, wanaabudu naye, mdogo wake akajikuta hata kuwa naye anaona ni kero, akamponda nini? Rungu, ili abaki peke yake. Roho ya kujitenga. Mbeleni anamwambia Mungu, kila anayeniona anataka kufanya nini? Nani alikuwa anataka kumuua Kaini? Dunia ilikuwa ina watu wangapi siku zile? Alikuwa baba yake, si ndio? Alikuwa mama yake. Wanadhani walimchukia? Wanataka kuniua, ndio wanaenda kushtaki kwa Mungu hivyo. Roho ya kujitenga. Roho hii ikikupaga siku zote utajikuta kila unayemuona unaona anakuwazia vibaya. Unaona anakusema vibaya. Hata ukiambiwa jambo kwa nia njema, utaona wanakusema vibaya. Sawa sawa. Amina jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watakatifu. Mimi nilifundishwa muonye mtu kabla hajakosea. Mtu akishakosea ukimuonya unapoteza muda tu, unajenga uadui. Muonye mtu kabla hajakufanya kosa. Sisi wa Afrika tunaonyaga baada ya kufanya nini? Mtoto wanachapwa akikosa. Mtoto achapwe kabla hajakosa. Yaani msome huyu anataka kukosea, lamba kiboko. Kabla unataka kufanya nini? Ili tabia hii sio nzuri, mwenendo huu utaishia hapa. Kabla hajakosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kiboko sio fimbo tu, hata unaweza ukamuona kabla hajakosea. Mbona una ghadhabu? Sinaona hivi na hivi na hivi. Dhambi inakuotea, maneno magumu anaambiwa. Sawa sawa, lakini ndio hivyo tena. Lakini tukasema hiyo nadhani tumeelewana hapo vizuri. Sawa takatifu. Sawa takatifu. Unaona kila mtu anakuwazia vibaya. Kaini anasema adhabu yangu haichukuliki. Kila anayeniona anataka kufanyaje? Kuniua. Unaweza kushangaa kuna mshirika kwenye kanisa, umuoni na siku unampata, anakwambia lile kanisa halina upendo kabisa.
alafu unashangaa wewe ndiye uliyemtafuta na wewe ni sehemu ya hilo kanisa. Sasa unapata picha gani? Sionekani, umechukua hatua ya kunitafuta. Hivi kweli wewe unipendi? Kweli unipendi kwa kufanya hivyo? Na kujibu ili kanisa alila nini? Upendo kabisa. Unaona vile hilo ni mbaya. Yaani pamoja nimeugua, hakuna mtu aliyekuja kunitembelea hata kuniletea mchicha wa 200 paka nimepona, lakini ashukuriwe Mungu, Bwana alikuwa pamoja na nani? Na mimi. Haleluya. Hey. Roho ya kujitenga ni mbaya. Ni mbaya. Ni mbaya. Wote wanaoingia na roho hii huwa wanapatwa na matatizo mengi na wanapataga mashambulizi yasiyokuwa ya kawaida kwenye maisha yao. Na Mungu asipoingilia kati, wengi wao wanakufa kabla ya wakati wao. Vitu vinaharibika kabla ya wakati wao. Hii roho ni mbaya sana. Biashara iende mama Urio, unajikuta unaanza tu kuisemea vibaya. Yaani hapa mahali unatenga biashara yako na mzunguko wa nini? Na baraka ambayo Mungu amekuletea. Wakati biashara iendi, ulikuwa unakotoka kumuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuita, kufungua masikio usikie Bwana anasema nini. Amina. Amina jamani. Amina jamani. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Vitu haviendi, ni wakati wa kumuita Mungu, kumwambia nini inakuwa hivi. Wewe unaanza kujitenga. Ikikuvaa hilo hutapata suluhu, hutafundishika, hutaonyeka. Nikaenda hatua ya pili, tukasema dalili ya pili ya familia kukaliwa au kuvamiwa na maroho machafu ni kuwa mtu asiyekuwa na nini? Na maana, mtu asiye na faida. Nikakuonyesha maandiko yanasema alikuwa ana ndugu, ana baba, ana mama, lakini hakuna mtu aliyewahi kufanya nini? Kwenda kumjulia hali yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Walimuacha, hakuna mtu alikuwa na time naye. Hana maana. Lakini kibaya zaidi, nisikilize, sikusema jana, nikupatie leo katika jina la Yesu. Juu ya dalili hii ya pili. Anasema hivi kwenye andiko letu. Weka ile andiko letu vizuri pale, na maana kuna vitu nataka tuvisome pale. Anasema hivi, mama Kasiri alifungwa mara nyingi na alikata, si ndio hivyo Na maandiko yanasema hakuna aliyeweza kufanya nini? Kumfunga au kumshika. Kwa maana lugha nyepesi, alishindikana. Alikuwa na nguvu za ajabu, alikuwa na uwezo wa ajabu. Nisikilize katika jina la Yesu. Lakini huo uwezo aliokuwa nao, nisikilize, nguvu alizokuwa nazo hakuwahi kuzitumia zimsaidie hata mara hii moja. Una vyeti vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Una vyeti vizuri kuliko wanafunzi wote, kuliko watu wote pale mtaani, lakini utashangaa haviwezi kukusaidia chochote. Alikuwa na nguvu, hakuna aliyeweza kumshika, lakini hizo nguvu alizokuwa nazo hakuwahi kuzitumia kumsaidia hata kidogo. Kata hiyo roho katika jina la Yesu. Kata hiyo roho katika jina la Yesu. Haleluya watakatifu. Yaani unakuta mtu baba yake amemshindwa, mama yake amemshindwa. Ina maana huyu mtu ana uwezo mkubwa, si ndio? Angekuwa na uwezo mdogo si wangemweza, si tungemdhibiti jamani, si ndio hivyo jamani? Lakini tunajiuliza, mbona pamoja na kushindikana na baba hata na mama, hata na elimu imekushinda, maana hata ulipoenda shule ulipaswa, ulifaulu, lakini bado unakuta huyu mtu hajiwezi kujisaidia yeye hata kupata mlo mara ngapi? Nani anaelewa anachokiongea hapa? Nani anaelewa anachokiongea hapa? Naomba hii roho isikupate katika jina la Yesu. Naomba hili jambo lisikupate katika jina la Yesu. Ndio hali ya Waafrika, na kwa sababu ya injili za Kiafrika za ovyo ovyo tumeharibikiwa na zikatare obosi katika jina la Yesu. Tuna nguvu za kiuchumi, tuna nguvu za madini, tuna ardhi nzuri, tuna kila neema, tunajua zuri, tuna upendeleo mwingi jamani. Mungu ametubariki kama Shinyanga. Amina watakatifu. Jua linazalisha umeme, kweli sio kweli jamani? Kishapu yote imefunikwa na yale mapleti, jua linaleta umeme. Amina watakatifu. Maji yanatupa samaki makambare, ardhi inatupa dhahabu, juu tunapata mchele mpunga mzuri. Lakini pamoja na vyote hivi hatuwezi kuvitumia vikatusaidia kwa kitu chochote. Mtu asiyefaa hata awe na kitu gani, hana uwezo wa kukitumia kikamsaidia. Hata awe na rasilimali za aina gani, unakuta hana uwezo wa kuziprocess zikamsaidia.
njia, wakati kuna mtu anayefaa. Wana wa Isakari tulijifunza siku zile, anaweza akapata nukta ya fursa ulionayo akafanya maajabu katika jina la Yesu. Sema amina. Nani anaelewa ninachokiongea hapa? Yani kuna mtu akiwa wewe kwa leo, huyu mama ni mzuri, shida ni yule mume wake. Yani huyu mama angepata mwanaume mzuri huyu wangefika mbali. Acha hiyo maneno jamani. Huyu baba ni mzuri, shida ni yule mke wake. Yani angepata mke wa aina fulani, yani basi sijui angekuwa wapi kimaendeleo. Jamani, ili shamba ni zuri, lakini tatizo mwenye shamba. Jamani, ili shamba lingempata mkulima mzuri. Jamani, ili duka mtaani mzuri, hii posti ni nzuri. Yani hapa ningepata mfanyabiashara rejelewa. Rafiki, hayo maneno usiyaongee. Mgerasi alikuwa na nguvu, hakuna msomi, hakuna mwenye akili aliweza kumdhibiti, ila alishindwa kujidhibiti hata kwenye mambo madogo ya maisha yake. Nasema kwa jina la Yesu, hii hali isikupate wewe katika jina la Yesu. Naomba elimu yako ikusaidie wewe na watu wako katika jina. Mungu akupe roho ya ubunifu ya kuweza kuprocess vile ulivyo navyo vikufae kwa ajili ya ufalme wake. Naomba nikwambie, roho chafu zikiatamia mji au jamii, jambo la pili, zinahakikisha zinakupiga kipapai. Unakuta wote au wewe mwenyewe mnakuwa ni watu wasio na maana, yani ufai kwa lolote. Hiyo roho ili siwe fungu lako. Bwana asifiwe sana. Hebu naomba jitafakari dakika moja mbili. Hivi je, nguvu ulizonazo zinakusaidia kuwa salama? Nguvu ulizonazo zimekutoa mahali fulani na kukuweka mahali fulani? Tafakari tu. Nguvu ulizonazo kiroho zimeweza kukumovesisha kutoka mahali fulani zikakuweka mahali fulani? Naomba isiwe kama Mgerasi. Ana nguvu, ndio moja ya ubaya wa adui. Yohana 10:10 anasema, huyu aji isipokuwa kuiba, kuharibu na kufanyaje? Na kuchinja. Yani una nguvu, una uwezo, lakini hata kuharibu unashindwa kuwa productive. Haleluya, tuko pamoja watakatifu. Haleluya jamani. Ujawahi utakuta baba na mama, familia inazaa watoto viwembe. Watoto gani watakatifu? Watoto gani watakatifu? Viwembe. Kuna mtoto mmoja tulikuwa naye hapa, yani ananiuma sana. Sijawahi kumuona, nilikutana naye pale kwa gate anatembea. Nikamwambia, ujambo, umemaliza chuo? Mimi bwana shule mimi niliona unasemaje? Mimi shule hivi na hivi na hivi. Amepata division 1 na akaenda form 5 na tukamlipia. Mimi najua mambo mazuri, msoma sekondari. Heti anasema mimi kusoma, mimi bwana mambo ya advance mimi nilikuwa staki, mimi kusoma hapana. Kwa sababu unafanya nini? Sasa hivi na niko na lori fulani, yuko kwenye lori la mchanga. Lori la mchanga. Anatembea na yule mtu wa lori la mchanga. Heti aje awe na wewe nini? Heti aje awe dereva. Alienda shule msoma sekondari. Yani uwezo anao, akili anazo, lakini roho chafu imepiga familia. Hawezi kutumia ule uwezo kwa kitu chochote. Mgerasi ana nguvu mpaka anakata jambazi. Kukata pingu, nyinyi mnajua maana kukata pingu? Niambie, ni akili za aina gani anazo? Anakata mnyororo na mkono yake bado iko salama. Huyo mtu ni wa kawaida? Huyo mtu ni wa kawaida? Nicho ni chombo, na waambieni. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamali na division 1 lakini liko linabeba mchanga kule. Heti alioni sababu ya kusoma. Wakati kuna wengine mtoto amepiga D3, D ngapi? Tunarudisha shule, anatafuta inapatikana D ngapi nyingine? 1. Zikawa ngapi watakatifu? 4. Tunapeleka certificate, tunapeleka diploma, na mpaka anapata degree, mpaka PhD, na inafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine vimenyoka, roho chafu ikikalia, hata upewe nini hakitakusaidia. Mimi naomba niwaambie ni katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watakatifu. Unaweza uwezo mkubwa, lakini ni mtu, roho chafu inakufanya uwe ni familia isiyofaa. Familia isiyofaa. Nawaambia kila siku. Kuna siku niliumia mpaka nikamuita mke wangu nikasema, Mungu niponye. Nilijikuta benki. Nimeenda benki nikakuta na milioni 10. Sema milioni 10. Yani nilichanganyikiwa. Nikasema mimi benki nakana milioni 10. Hii laana ya wapi ishindwe kwa jina la Yesu. Sasa Bwana nisamee. Ukweli Mungu ni shahidi. Nimeombea watoto wangu kwa viwango vya juu sana baada ya kuona ile tukio. Mungu ponya familia yangu na hii laana inanipata hii. Itoke kwa jina la Yesu. Milioni 10 ziko wapi? Benki, wakati kuna mtu, kuna nani? Kuna mtu anatafuta 1000 ngapi? 50. 1000 ngapi? 50, na baada ya miaka 2
Sini anafanya kitu na mji unatambua baada ya mwaka. We una milioni 10 kubena ziko benki heti na hazifanyi chochote. Nani anaelewa anachoongea jamani? Mungu nisaidie. Nani kanielewa? Nani nimeeleweka vizuri? Niliumia kwamba hivi nina shida ya aina gani? Roho ya mgerasi ndio hii nini? Nguvu ninayo, alafu hiyo nguvu hainisaidii kufanya kitu chochote. Wakati kuna mtu angepewa hii pesa, sawa sawa Kuna mtu anaitafuta nini? Hii pesa anaenda kukopa benki, anakopa wapi? Benki anailipa kwa mshahara wa miaka 20. Miaka mingapi? 20 anakatwa kwenye mshahara. Alafu hiyo pesa anaanzisha biashara hapa mjini. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatengeneza mashine ya kusaga mawe, anaipeleka Mwakitolio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila jiwe likiingia likisagwa, pesa inaingia. Bwana Yesu, yale mashine pale hayaharibiki yale. Hata ukiliacha kwenye mvua haliharibiki lile. Halafu hayaibiki. Wibi likarasha, makarasha yale. Sawa sawa. Amen. Mimi imekaa eti hivi na tofauti na mgerasi. Na tofauti na mgerasi niwaulize. Mimi nguvu lakini haimsaidii chote. Sina tofauti na mgerasi. Milioni 10 zimekaa benki. Halafu hamna anachozifanyia. Kuna mtu akizipata hizo, Bwana Yesu asifiwe sana, anaweza akaikomboa familia yao. Akaanzisha mradi hapo pembeni. Akaenda akachukua wadogo zake Bachapombe, wakawekwa pale, sawa sawa. Sawa sawa. Tunaelewana? Wakasimamia karasha izunguke vizuri, mawe ya sagwe yatoke, hivyo na hivyo, hivyo na hivyo. Sawa sawa watakatifu. Mnanielewa ninachowaambia watakatifu? Na unajua hela zikikaa ukishajua zipo hazikaagi tena, si ndio? Utashangaa kesho umeenda Kahama. Umejaza gari mafuta yanaenda wapi? Si hela zipo? Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya nani hiyo? Roho ya nani hiyo? Mtu asiyefaa. Ana nguvu, ana uwezo, lakini ule uwezo haumsaidii kitu chochote, bali unamletea mateso. Sawa sawa. Hizo ndizo zitakusababisha uingie na kwenye matumizi mengine yasiyokuwa na sababu. Una pikipiki ya bajaji, unashangaa umenunua ya nini tena? Ya Honda. Una Honda, umeshangaa umenunua kingine. Hakuna hata sababu ya kuwa nacho. Haleluya watakatifu. Tuko pamoja watakatifu? Tunaelewana jamani? Lakini ya tatu tukasema huyu mtu anakuwa na shida ya self destructive. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho chafu, dalili ya chafu ya kupagawa na mamizima, roho chafu ni self destructive. Yani akawa anajikata mwenyewe na mawe mpaka anaumia, mpaka analia. Si ndio watakatifu? Analia lakini bado kile kilio na yale maumivu, anajikata, anajiumiza, analia. Yani hali ni mbaya, lakini hakuna msaada wote. Naeleweka watakatifu? Yani unajikuta una tabia ambazo zimekusababishia madhara. Huu maskini unaoendelea kwenye hii familia, mke wangu yuko pale, ni moja sababu kuu ni hii: tunapenda kulala. Tunapenda kufanyaje? Kulala, mke wangu. Tunaamka saa 1. Yani kuku wanaamka kabla yetu, kuku wasio na akili. Lakini bado natukujua hilo, hatuchukui hatua yote. Self destructive. Unanisikia? Unanielewa vizuri? Mjomba alikufa kwa ulevi. Sawa sawa watakatifu. Tunaelewana jamani? Lakini tunaona kabisa mtoto wetu anaambatana na watu wenye tabia kama hizo, na hatuchukui hatua. Ili hali tunajua hii tabia, hii roho ndio inakulaga watu kwenye familia yetu. Self destructive. Unajua kabisa mwenendo huu utanipelekea mahali fulani, na umeshanipelekea mahali fulani. Umefukuzwa kazi ya kwanza na sababu ni mdomo, na unajua kabisa hii kazi ni kwa sababu ya yale maneno niliongea, yakafika kwa bosi, nikapigwa chini, mkataba ukurudishwa. Sawa sawa takatifu. Lakini bado uko vile vile self destructive. Mdomo ni wako, maneno ni yako, na uchukue hatua yoyote. Sawa sawa takatifu. Ndoa haina mwelekeo, na unajua kabisa hii ndoa haina mwelekeo ni kwa tabia hii, na mke wako amekwambia kabisa, shida yangu mimi na mume wangu ni tabia hii, ni tabia hii, na umesikia na unajua, lakini bado unaenda lea. Na mwingine unasema sisi ndio wanaume ndio tuko hivi, na umeambiwa na mume wako, wewe mwanamke shida yako ni hii, na umesikia kwa masikio, lakini bado unajikuta uko vile vile, na ndoa iko vile vile, itavunjika. Naomba tatizo sio lolote. Let me tell you, self destructive. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliongea kwenye ibada moja nikakwambia maisha ni vita, ni mapambano. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Na unaweza kwenye mapambano haya unaweza ukaangusha majitu mengi,
unaweza ukaangusha majitu mengi, unaweza ukawasaidia wengi, unaweza ukawafundisha wengi kama ninavyofanya hapa, lakini adui mkubwa na mgumu kupambana naye kuliko wote, na ukimweza huyo umewin duniani. Niliwafundisha ni nani huyo adui mwenyewe? Ni wewe mwenyewe. Unaweza ukaonya watu juu ya tabia fulani na wakabadilika, ukashangaa, lakini tabia hiyo hiyo unayo wewe na umeshindwa kuibadilisha. Namwambiaga mke wangu kila siku, kabla hujakemea kitu kanisani, tujikemee sisi kwanza wenyewe kwa jina la Yesu. Namwambiaga kila siku, kabla hujasema hichi kitu kwa nini kiko hivi, tuanze kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa washirika hawawezi wakashinda lijitu ambalo sisi tumeshindwa kufanyaje? Kulishinda. Na jitu la kwanza ni wewe mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Unanisikia? Siku ukiweza kujishinda wewe mwenyewe, hakuna kitakacho kushinda hapa duniani. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Self destructive. Sema na ikatai roho. Simama juu katika jina la Yesu. Simama juu katika jina la Yesu. Simama juu, naomba sema, Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Nakataa kuwa mtu wa ovyo. Nakataa kuwa mtu wa ovyo. Nakataa kuwa mtu wa ovyo, mtu asiye na maana, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nakataa roho ya mgerasi ndani ya familia yangu, ndani ya maisha yangu. Alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo wa kumshinda kila mtu, wa kushinda kila kitu, lakini alishindwa kujishinda mwenyewe. Nakataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Nakataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Nakataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Unani ewe leo kwa jina la Yesu, ondoka. Lazima ujishinde mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani ajui kwamba ni vizuri kuamka asubuhi na mapema? Nani ajui hiyo principle? Nani ajui? Nani anajua? Lakini unaweza. Unaamka. Hakuna mjadala kwenye hili. Lazima ujishinde mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Mtu anayeamka jua limetoka huwa anafanikiwa? Hakuna. Hutaka uwe tajiri, piga huwa. Hakuna, usitafute mchawi. Kama unaamka jua limetoka, utajiri usahau, mafanikio ya sahau. Utabakia kuishi maisha ya kula chai, chakula ya mchana na ya usiku. Unataka kuwa mtu na uache alama kwa kizazi chako kama maandiko yanavyosema, na kwa vitukuu vyako. Moja ya principle, amka mapema. Na kama ni mzazi, jenga hiyo tabia, watoto wako wakuwe wanakuona. Haleluya watakatifu. Habari hii ya Marko 5:1-7, baada ya Yesu kukutana na huyu mgerasi, kuziangalia hizo hali tatu ambazo zinaonekana kwenye maisha yake, tuna andiko linasema, mstari ule unasema, andiko liko pale, asante, rudi pale juu, twende pale, akamkimbilia. Maandiko yanasema akamkimbilia ili amsujudu. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipomuona Yesu, piga twende pamoja, 1, 2, 3. Na alipomuona Yesu, kwa wapi? Kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Alafu pale mbele yake akamsujudia. Jambo la kwanza, akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye hai, na kuapisha kwa Mungu usinitese. Mambo mangapi hapo tunayaona? Mambo mawili. Zingatia hichi kitu kwa jina la Yesu. Kuna siri kubwa sana pale. Huyu mgerasi amejaa maroho machafu, sawa sawa, anakimbia kwenda kumsujudia nani? Yesu. Amen. 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 Lakini anafika, anaanza habari nyingine. Ile tukio la kumsujudia obvious lilichochewa na Roho Mtakatifu kabisa. Amina. Ni la kimungu. Lakini unaona tukio la pili, anaanza kupaza kelele. Hizi kelele ukizichunguza sio yeye, ni pepo, ni ile roho chafu. Sawa 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 Falme mbili kwa wakati huu mmoja. Sasa nisikilize katika jina la Yesu, nikupe kitu alafu tutafanya siku zingine, na kama una maswali, mimi ni mchungaji wako, njoo tutaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza tunaona katika mstari huu, pamoja na kwamba alikuwa amepagawa na roho chafu, huyu jamaa alitamani na alitaka kwenda kumwabudu nani jamani? Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana jamani. Bwana Yesu asifiwe jamani. Hii inaonyesha nini?
pamoja na ile hali yake bado alimtambua Yesu kwamba ndiye mkombozi. Usimchoke mtu katika jina la Yesu. Usimchoke mtu katika jina la Yesu. Ndio maana ukikuta Mpentekoste anaomba nirudi kwenye ile pointi ya kwanza, roho ya kujitenga. Hawa washirika kwenye utena, hii roho inakamata sana kina mama. Kujitenga, uja-isolate, unashangaa kimama kimejitenga na wenzie, kina vikundi na vikundi vya maombi. Vikundi vya nini? Vikundi vya kihuni, vile sio vya maombi, ni vya kichawi. Yaani nawaambia ni kabisa, kama uko kwenye vikundi hivyo na uko hapa, na kuthibitishia kama mchungaji wako, huo ni ushirikina kabisa. Roho ile ya Lucifer. Fuatilia, nikupe tu siri. Fuatilia nani alianzishaga hicho kikundi. Ukimpata njoo niambie, alafu nakupa namna ya kumchunguza. Ni aina ya watu wasiotawalika. Na wafuatilie watu wote wanaokaa kwenye hivyo vikundi. Kama ni wanawake, most of them hawana waume. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Tuambie wewe, upo ukimoja wana waume wapi? Na wenye nao ndoa zinakaa vizuri? Sema ukweli. Hapana. Huyu shahidi yupo kikundi kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Au mimi nakuruhusu fuatilia. Mimi nawaruhusu chunguzeni, hawana waume, na kama wana wao moto unawakaga. Humkuti mwanamke mwenye ndoa yake na watoto wamenyooka kwenye vikundi hivyo. Never, hata siku moja. Kwanza atakusogea. Na waliojaribu kuwafuata, si unajua wale watu, hata hapa kanisani kuna wanafuata wamama wanaoeleweka, kuna hata mmoja yuko kwenye hivyo vikundi. Hauwezi kuingia mle. Huwezi. Na maombi yao yachunguze, mengi ni maombi ya kishetani kabisa. Utakuta leo mwenzenu kuna mama pale kazini kanikalia vibaya, mchawi. Utakuta wanaomba wanamvunja yule mama. Hivi una akili timamu? Unaomba mama fulani mchawi afe, sawa sawa? Hivi unajua paka mbingu unajua malaika wanamfuata Mungu sawa? God, what's happened? Wanamuuliza Mungu kabisa. Nini? Ona. Wanaomba yule mchawi afanyaje? Afe. Mungu anasema ni kitu gani hichi wanafanya? Watumishi wangu wako wapi? Hawa watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ni watu wa aina gani hawa? Hivi maandiko yanasema wazi, mkiomba jambo lolote kinyume na mapenzi ya Mungu, kinyume na neno, litafanya nini? Linatimia Halitimii. Hawajui hata neno langu linasemaje kuhusu maombi. Mkiomba jambo lolote kulingana na mapenzi yangu, kulingana na neno langu, nitalifanya. Wewe unaomba mchawi afe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasemaje? Mimi sifurahiwi na kifo chake mwenye dhambi. Wewe unatakaje afe? Yeye unataka umhuzunishe Mungu. Mungu atakubali ujinga wenu? Ndio biashara zao. Wenu wanagombanaga hata na Mungu kwenye maombi yao. Washindwe, walaliwe, yule bosi amenikali vibaya, kwa jina la Yesu waharibikiwe. Somaga muktadha wayo maandiko, msomo na kurupukiaga tu maandiko mengine. Soma muktadha yake alikuwa inamaanisha nini? Waharibikiwe, waharibikiwe. Mama yangu, mbingu zinashangaa, angali anachokiomba ni kinyume kabisa na neno. Neno linamwagiza mtakatifu wabariki wanaofanyaje? Gwamaka. Unaambiwa wabariki wanaofanyaje? Hasa wale wa yule bosi mkorofi, maombi ukitaka ya kumnyorosha ni ya kumuombea nini? Baraka, barikiwe, apandishwe cheo zaidi. Unapiga maombi paka unashangaa amepigwa promotion kawa daktari wa mganga mkuu wa wilaya. Amina. Amina. Alafu ukisikia unatoa sadaka ya shukrani, Bwana amejibu maombi. Ndio majibu ya Mungu yako hivyo. Maana yake sasa hivi anakuwa mbali na wewe. Mungu ameshamweka wapi jamani? Mambo ya kushughulika Mungu apendezwe, ndio maombi yao. Hivyo vikundi vya kishetani hivyo. Mwingine nikamkuta natoka nyumbani kwangu tena na maombi ya usiku ya kuja kanisani, kumbe ni muujiza. Sijui wametongozana na dada, kijana katongozana na lidada, tena hilo lidada lenyewe lilikuwa liadui langu hilo. Hilo lidada hilo lilikuwa liadui langu hilo. Lilitaka kunifanyaga figisu. Kulihuni. Kijana sijui na mwanaume wamevurugana na huyo mwanaume, yule mwanaume na yule dada alimtengenezea zengwe kabisa. Akasema mwizi, wananchi na yeye miaka ile. Ninafika pale wamerundika majani juu yake, wakapiga moto wa uhakika. Nilikuwa na tu miguu inafanya hivi. Nikasema Mungu wangu, anakufa simwachi. Polisi walipotaka kutokea, gari wakatimua tena mbio. Ile ndio fursa yangu. Polisi wanataka kubeba na wavai gloves, nikasema huyu ni mtu, kwani nikashika mwenyewe bwana. Wakashangaa mwananchi anawasaidia, tupa kwenye ile gari lao karandinga, kichwa kikabakia, nikahakisha miguu imetangulia, kichwa kikabaki huku. Nikakamata ile kichwa. Bwana, sema Bwana Yesu. Alikuwa hawezi kuongea kwa kweli, alikuwa ni mbaya. Nachokumba kwa najua hapa anasikia.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu nitakufundisha hapo na utolea mfano. Anasikia sema Bwana Yesu, mimi mwenye dhambi natubu leo. Na polisi cha ajabu Bwana wakaheshimu eti. Wakakaa pembeni wanasubiri nimalize. Nilipomaliza mchungaji umemaliza? Nimemaliza. Nendeni. Wakaondoa gari. Yule jamaa namkuta mbinguni katika jina la Yesu. Usikatie mtu tamaa. Mungu, naomba niwaambieni, shetani anaweza akaharibu maroho machafu, sawa sawa lakini kuna kitu hawawezi kukigusa. Maandiko yanasema Mungu alipomuumba mwanadamu. Mnanielewa? Mnanielewa nyinyi watakatifu? Mungu alipoumba mtu kwanza alitengeneza udongo. Amina Amina. Then akapulizia nini? Pumzi ya nani? Sio ya shetani, ya kwake. Alipopulizia mtu ndo kukatokea kitu kinaitwa nini? Cha tatu kinaitwa nini? Hivi nyie ni kwani shida yenu nini wanangu? Mbona nawafundishaga vitu vingi hivi au hamnisikilizagi nini? Alipopuliza palitokea kitu cha tatu kinaitwa nini? Semeni basi kwa sauti. Good. Kinaitwa nini? Nafsi ilitokea baada ya pumzi ya Mungu kuingia kwenye nini? Ule udongo, ndio ikatokea nafsi. Amina takatifu. Amina. Sasa unaweza ukaua hivi vingine, ile nafsi uwezi. Ile roho ya Mungu uwezi kuiua. Bwana asifiwe sana. Huyu ni kichaa mgerasi, anakaa kwenye mapori anateseka, lakini alipomuona nani? Yesu, uwepo wa Mungu uliposogea pale, aliutambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Alifanya nini? Aliutambua uwepo wa Mungu. Sema aliutambua uwepo wa Mungu. Aliutambua uwepo wa Mungu. Ndio maana akakimbia akijua ni mkombozi, ili akamsujudu. Sawa, ule utu wa ndani ambao Mungu amemwekea kila mtu, kila nani? Mtu. Ndio maana mtu hata muuaji akiua hajisikii vizuri. Nisikilizeni kwa jina la Yesu. Pamoja na ule uharibifu, bado yule mtu alikuwa ana uwezo wa kusensi uwepo wa Mungu katika jina la Yesu. Ndio maana mkutano wa injili unaendelea, unashangaa mlevi tiki anakuja kwenye nini? Kwenye mkutano. Usimpuuze. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Mkutano unaendelea, malaya tiki, jitu lililopagawa tiki na matabia machafu, unashangaa linakuja na linanyosha nini? Mkono. Halafu wale wa kanisani mpo mnatoa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikwambie leo katika jina la Yesu, iko mlango wa kiungu ndani yako ambao shetani hawezi akaugusa katika jina la Bwana. Katika uelewa wake sahihi, alijua Yesu ni mkombozi na akamfuata muabudu. Lakini katika upande wa pili, nisikilize, ambao ulikuwa tunasema demonic side, upande wake wa pili uliokuwa umetawaliwa na pepo. Amina. Anafika anasema, wewe umekuja kuniangamiza. Sasa tunaelewana watakatifu? Sasa lazima Yesu, Morning Glory niwafundisha, hii iko hivi, ni ishara ya kupagawa mapepo ndani ya kanisa. Nisikilize. Kuna mtu alikwambia uje hapa kanisani leo? Kuna mtu alikwambia uje kanisani? Unajua, hebu kumbuka wakati unafanya uamuzi kuja kanisani, unajua ulitamka kitu fulani kabisa. Ni vile tu hujafundishwa, hujajua hii. Leo umejua, utaanza kufuatilia. Umenisikia vizuri? Utashangaa kabisa, unatoka nyumbani, naenda kanisani nikakutane na Mungu. Kwani unapokuja hapa, si unajua utakutana na Kubena? Si unajua? Si ndio kanisa lenyewe? Lakini utashangaa, unaweza kushangaa mshirika Mkristo huyo akifika kanisani anaanza kulisema vibaya nini? Kanisa. Nani kanielewa hapo point yangu? Bwana Yesu asifiwe. Naona kama umeshaongea tena mara ya pili, umerudia kwamba yani ndani ya nafsi ya mtu kuna ile roho ya Mungu ambayo ni nafsi, lakini pia isi huwa anatamani kujitokeza katika hiyo kwamba ndani yako Mungu anaweza akasema na wewe kwa habari ya kumwabudu Mungu. Wakati huo shetani anatamani kukutenga na Mungu. Kwa hiyo unapaswa kushinda. Uisikilize ile sauti ya ndani ya kwanza. Sikiliza sauti ya ngapi? Ya kwanza. Na kitu kabisa unasikia mama kasiri kutoka ndani kwamba naumwa. Sawa Lakini linakujia neno, unasoma kama umekaa umesoma Biblia, sawa umebeneza. Unaona kabisa akaukemea upepo. Amina. Na mchungaji ametuambia leo, mbona naamini vita ya Uganda ilipiganwa na wakati sikuwepo,
na nimesikia, si ndio? Na naamini na kabisa najisikia proud kwamba tulishinda. Sitaki kuona mbona neno la Mungu linakuwa mashaka. Naamini nimepona. Sawa sawa, sawa sawa. Sawa sawa. Hiyo sio wewe. Huyo ndio mtu wa ndani ambaye tunasema kila siku hakikisha halali katika jina la Yesu. Na usimpuuze hata mara moja kwa jina la Yesu. Na Mungu anamheshimu sana huyo mtu katika jina la Bwana. Huyo ndio yule aliyekutoaga nyumbani wakati una dhambi, una mapombe. Sawa sawa. Mlevi, gesti, umejikuta umeingia kanisani kwa lokole. Huyo sio wewe. Bwana asifiwe sana. Ndio hiyo. Nani anaelewa anachokiongea hapa? Nani anaelewa anachokiongea? Hiyo ndio ile imekutoa huko ikakuleta kanisani. Halafu ukiingia kanisani unajuta, hivi kwa nini nimekuja leo kanisani? Si ningelala zangu tu nyumbani. Sawa sawa, unaona Lakini ni wewe ulisema naenda wapi? Huyo mtu wa ndani usimuache hata mara moja. Tia kile anakuambia, uwepo wa Mungu ulioko mahali husika unaweza ukasababisha matokeo. Iko siku huyo mtu wa ndani huwa ataconnect. Atafanyaje watakatifu? Na ndicho kilichotokea kwa Mgerasi. Alipotaka kuabudu, hata kama lile liroli alijikuta ile upande wa pili demonic uliokuwa ndani ya Kristo. Amina jamani, Amina jamani. Ukaconnect na yule mtu wa kwanza. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Wa pili akajikuta amepigwa nje bila hiari yake, na kuombea hilo katika jina la Yesu. Amen. Kuna vitu vingi ndani yako hapa naongea. Naomba basi na mimi sasa niongee na mtu wa ndani. Nani? Naomba niongee na mtu wako wa ndani. Kama uko tayari nyosha mkono. Sitaki kuongea na wewe, umenishanichosha. Kwanza hata sometimes unisikilizi vizuri. Ila mtu wa ndani ananisikiliza. Naongea na wewe mtu wa ndani katika jina la Yesu. Wewe ndiye Bwana amekupa nafasi hii. Wewe ndio umekubalika leo na Bwana. Wewe ndio umekubalika sasa hivi mbele za Bwana, kwamba kupitia wewe taifa lako, kabila lako, watu wako, watu wa nyumba yako wanaenda kukombolewa katika jina la Yesu. Wewe, haleluya, haleluya. Haijalishi vipi unajiona, haijalishi vipi unajisikia, haijalishi vipi unajijua, Mungu ana time na mwili wako na akili zako. Mungu ana dini na yule mtu wa ndani ambaye asili yake ni yeye mwenyewe katika jina la Yesu. Ni yeye mwenyewe katika jina la Yesu. Mgeukie jirani yako, geukia haraka haraka, mwangalie, mwambie naona sura ya Mungu ninapokutazama katika jina la Yesu. Mwambie naona sura ya Mungu ninapokutazama katika jina la Yesu. Mwambie nawasiliana na sura ya Mungu hapa katika jina la Yesu. Huyo ndio ninaongea naye. Haleluya watakatifu. Kwa muda wako utasoma maandiko. Tunaona mtu huyu anaonekana ndani ya Gideon. Sema Gideoni. Sema Gideoni. Kwa muda wako utasoma Waamuzi 6:11-15. Huyu mtu anaonekana ndani ya Gideoni. Gideoni yuko kwenye hali ya kawaida ya wanadamu wote. Nisikilize, niangalie vizuri kwa jina la Yesu. Yuko kwenye hali ya kawaida ya wanadamu wote. Mambo yamemvuruga. Sema mambo yamemvuruga. Sema mambo yamemvuruga. Kila kitu kimeenda ndivyo sivyo. Amevurugwa kweli kweli. Amechimba na shimo, anaishi kwenye shimo, anapepetea chakula kwenye nini? Kwenye shimo, akiwaogopa nani? Adui zake. Akiwaogopa nani? Adui zake. Ameshindwa kweli kweli. Lakini nisikilize, Mungu hana time na huyo aliyeshindwa. Naomba nikwambie pamoja nayo, yuko mtu wa ndani. Yuko mtu wa ndani. Yuko mtu wa ndani. Nasema tena katika jina la Yesu. Ona Bwana anaingia kwenye shimo. Ukisikiliza yale maongezi, hayakuwa maongezi ya yule ya Bwana na Gideoni huyu wa kawaida Msukuma. Yalikuwa ni ya Gideoni na mtu wa ndani. Anamwambia, shujaa, wewe ndio utakayewakomboa watu wangu wana wa Israeli kutoka kwenye mikono ya watu gani jamani? Wa Midiani. Mtu wa nje kama kawaida lazima ibuke. Anataka kumshambulia nani mtu wa nje? Kwa Mgerasi nimekufundisha. Anataka kumshambulia nani? Yesu. Anainuka, anamjibu, shujaa gani? Ingekuwa ni shujaa, ningekuwa kwenye shimo hili. Mimi sio shujaa. Mashujaa wako nje wa Midiani. Yuko wapi huyo Mungu mlituambia habari zake? Yuko wapi huyo Mungu maanake anabeza? Huyo ni yule wa nje sasa. Yule wangapi jamani? Wa nje. Angalia Bwana akutishwa na ile kebei ya Gideoni. Akamwambia, enenda kwa uwezo huu, toka nje ukawakomboe watu wangu Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niwaulize swali. Gideoni dhaifu, aliyekuwa kwenye shimo, anaogopa wa Midiani, alipotia
alipotii ile sauti ya baba, kuna connection. Zingatia, nimesema connection. Mtu wa ndani alipo connect na baba, alipo connect na roho, nini kilitokea? Alijikuta anatoka kwenye shimo, hana jeshi. Bwana Yesu asifiwe. Hana chochote. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikuambie tukati story kwa kifupi. Niambie, wa Midiani walishindwa au hawakushindwa? Na wauliza, Midiani walishindwa au hawakushindwa? Walipigwa au hawakupigwa? Sio kwa nguvu, sio kwa uweza, bali kwa roho wa nani jamani? Wa Bwana. Na kuambia leo katika jina la Yesu, hata maroho machafu yatamie vipi familia yenu, ukoo wenu. Uko mtu wa ndani nayeongea naye hapa, akinielewa, akijielewa sasa, anaweza fanya kitu cha kukomboa kizazi chote katika jina la Yesu. Gideon akakomboa kizazi chote, lakini sio yule Gideon Mnyakyusa, hapana. Yule alishasema, wako mimi shujaa wa aina gani ningekuwa hivi? Mimi ni nani? Hata sijasoma. Mimi ni nani? Sina pesa. Mimi ni nani? Sina mgonjwa, sina watu. Mimi ni nani? Daktari amesema niko hivi. Listen my brother, hii akili mbovu ina connect na ulimwengu wa giza, lazima ifike mahali switch off katika jina la Yesu. Mtu wa pili ni Yabez. Sema Yabez. Mnajua habari ya Yabezi? Mnajua habari ya Yabezi? Utaisoma katika kile kitabu kizuri cha Nyakati wa Kwanza 4:9-10. Nyakati wa Kwanza 4:9-10. Angalia, anasema huyu Yabezi alikuwa mtu mkuu kuliko ndugu zake wote. Lakini twende kwenye ukweli. Ukweli unasema hivi, aliitwa jina lake nani? Na huyo Yabezi akamlingana Mungu wa wapi? Wa Israeli. Akasema ya kwamba lau kama ungalifanyaje? Lau kwamba ungalinibarikia kweli na kunizidishia ozi yangu, na mkono wako ungekuwa wapi? Pamoja nami, nawe ungenilinda na nini? Na uovu, na usiwe kwa huzuni yangu. Hayo Mungu akamjalia nayo hayo aliyoyaomba. Yeye kama yeye, sifa zake ziko pale. Alikuwa hajabarikiwa, maana yake alikuwa anaishi, hakuishi chini ya baraka, maana yake alikuwa anaishi chini ya nini? Ya laana. Anasema mkono wako ungekuwa juu yangu, maana yake mkono wa Mungu haukuwa juu yake. Uliokuwa juu yake ni mkono wa nani? Wa Shetani. Lakini pamoja na hayo, Bwana Yesu asifiwe sana, Mgerasi, pamoja na influence, kuzingirwa na maroho yale machafu, bado, haleluya watakatifu, haleluya watakatifu, haleluya watakatifu, haleluya watakatifu, yuko mtu wa ndani alimsikia sauti ya Bwana, akaconnect, akasema ni kweli sijabarikiwa. Ndio maana za Mungu, lau kama ungalinibariki mimi, yani niko hivi, lau kama ungalinibariki mimi, maana hivi nilivyo sivyo nilivyo, niko hivi kwa sababu sina baraka, nibariki uone. Haleluya watakatifu, haleluya watakatifu. Lau kama ungaliniponya Bwana, manake hivi nilivyo sivyo nilivyo, ni kwa sababu tu ya ugonjwa. Lau kama niponye uone. Ana naye alifanya hivyo hivyo. Amina. Lau kama ungalinipa nani? Mtoto, tena mtoto wa nini? Wa kiume. Huyo mtoto atakutumikia maisha yake yote, manake hivi nilivyo siko hivi Bwana. Mimi ni chombo, mimi nina huduma ya kubeba taifa, ulimwengu. Nipe mtoto uone. Haleluya watakatifu. Unapata picha, huyu aliyekuwa naongea ni upande mwingine, yule mtu wa ndani. Haleluya watakatifu, haleluya watakatifu, haleluya. Jamani, watu wa Mungu, tunaelewana watakatifu wa Bwana? Tunaelewana watu wa Shinyanga, wa Rehobothi? Kama unanielewa sema basi amina nikusikie katika jina la Yesu. Kama unanielewa sema amina nikusikie katika jina la Yesu. Kuna mtu mwingine ni Naamani. Anapewa maelekezo ya kiroho na Elia. Nenda kanawe kaoge mara 7 mto gani mama yangu? Yordani. Alisemaje? Unaona aliyeibuka pale ni yupi? Akaibuka akamwambia, si angeniambia niende mto gani? Parfat. Si angeniambia niende Frat? Ananiambiaje niende huko? Ala, mimi naondoka zangu. Sikiliza, lilikuwa ni neno la Bwana. Lilikuwa ni neno la nani? Kuna yule mtu wa ndani, hata uwe katili vipi, huwa akiongea lazima uwe na nasa. Hata upuuze, hata ufanye nini, hata ufanye nini, mtu wa ndani akaconnect, hata akajikuta anaenda bila kujielewa. Unaona akili zake hazikuwa na nini? Na matunda. Yeye alikataa.
Kuna vitu unafanya ni wewe, tambua kuanzia leo katika jina la Yesu. Na unasikiaga, utamsikia mtu wa ndani kabisa anakuambia, hii hapana. Hata kama unafanya, anakuambia, mimi Mkuria bwana. Mimi nani? Mimi Mkuria bwana. Mimi mwanaume bwana. Unasema mke wako anakuambia kitu, unasema sikiliza hilo neno. Mimi mwanaume bwana, siwezi kuambia kitu. Mimi mwanamke bwana, uko umeoa mwanamke, uko kuna achagi. Mungu achagi kusema na huyo mtu. Naomba usimpuuze katika jina la Yesu. Achana na watu. Utasikia sauti, sikiliza hilo neno la mchungaji. Achana nayo makundi. Simama juu katika jina la Yesu. Simama juu. Sema Bwana Yesu nisaidie. Sema tena Bwana Yesu nisaidie. Sema Bwana Yesu nisaidie. Sema Bwana Yesu nisaidie. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu nisaidie. Kama Paulo alivyosema kwenye kitabu cha Warumi ya kwamba masikini mimi, mbona uongee? Masikini mimi, nani atakayenisaidia na mwili huu ulioharibika wa mauti? Maana kile mtu wa ndani atakachonifanye sifanyi, ila kile nisichotaka ndicho ninachokifanya, na kile ninachotaka sifanyi. Hivyo nimegundua sheria ya mwili, sheria ya dunia, sheria ya mwili, sheria ya adui, roho ya dunia, roho ya mwili ndiyo inayonitawala. Kuanzia sasa ninaiamuru kwa jina la Yesu. Ninakuamuru kwa jina la Yesu. Ewe Kristiani wa Kubena, usiyetii sauti ya mtu wa ndani, ninakuamuru leo kwa jina la Yesu, koma, nyamaza kwa jina la Yesu. Umeniingiza kwenye mambo mengi yanayonitesa, yasiyofaa, yanayoniaibisha, yananirudisha nyuma. Umeniingiza kwenye majuto. Kila mara napokusikiliza naishia kujuta kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho wa Baba, Roho wa Kristo, Roho wa Mungu, wewe uliye ndani yangu, wewe uliye ndani yangu, uliye asili ya uzima nilionao, asili ya afya nilionao, asili ya kuwepo hapa nilipo, asili ya kuendelea kuishi, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tawala ndani yangu sasa, tawala ndani yangu sasa. Roho Mtakatifu, amsha kile kilicholala ndani yangu, kile cha kimungu kilicholala ndani yangu, ile huduma ya kimungu iliyolala ndani yangu, ule utumishi wa kimungu uliolala ndani yangu, ile sauti ya kimungu iliyolala ndani yangu, na iamsha leo kwa jina la Yesu. Kama Mgerasi aliweza kuisikiliza, akaweza kuelewa, akaweza kutambua kwamba Bwana ni Mwokozi, akamkimbilia ili amwabudu, hata kama yule wa nje alikataa, lakini mwisho wa yote alimwabudu Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kristiani, utaabudu utake usitake, kwa jina la Yesu. Familia yangu itaabudu utake sitake, kwa jina la Yesu. Kristiani, maadamu Bwana amesema utapona, umepona. Taka usitake, amrisha hicho kiungo ambacho kimesikizishwa na iko sauti unaisikia, iamshe, itii hiyo sauti. Naomba ingia kwenye ulimwengu wako wa roho, anza kumwamsha mtu wa ndani, mwache aseme anachotaka kuhusu afya yako, kuhusu familia yako, kuhusu kizazi chako, kuhusu nyumba yako, kuhusu boma lako, kuhusu kizazi chako. Tatizo wewe umekataa kumsikiliza. Kama Mgerasi alimsikiliza, hata kama ni kwa dakika 2, akajikuta anarudia hali yake ya
alitaka kushambulia Yesu, lakini alitamani kumwabudu, alitamani kuabudu, alitamani kuabudu, alitamani kumfuata Yesu, alitamani kwenda miguuni pa Yesu. Mwisho wa yote alifunguliwa, alifunguliwa. Naomba na mimi leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa ile sauti ndogo ambayo Bwana anasema na mtu wako wa ndani, maelekezo madogo ambayo Bwana anayatoa kwa mtu wako wa ndani, kitu kinaenda kutokea, kitu kinaenda kutokea, kitu kinaenda kutokea, kitu kinaenda kutokea, kitu kinaenda kufanyika, kitu kinaenda kufanyika, kitu kinaenda kufanyika, kitu kinaenda kufanyika. Kitu amini tu, amini tu, amini tu. Hata kama kuna upinzani, amini tu. Mgerasi alipambana na hali yake, hakukubali kubaki makaburini, hakukubali kubaki makaburini. Hata kama akili zake zilikataa, akili zake zilikataa, lakini bado alionyesha shauku yake ya kutaka kumwabudu, ya kutaka kukaa miguuni pa Yesu. Mwisho aliketi. Kwa jina la Yesu, kama sauti inasema ni habari ya kupona, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji. Uponyaji wa watoto wako, uponyaji wa familia yako, uponyaji wa kizazi chako, pokea uponyaji. Kama sauti inasema ni wakati wa kutumika, basi enda katumike, basi enda katumike. Acha kumsikiliza huyo mtu wa pili, huyo mtu wa pili. Huyo sio fungu lako, huyo anachopoteza, huyo ni wa hapa hapa, huyo ni wa hapa hapa, huyo ataishia kaburini. Hata ukiharibikiwa na kutakia neema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tamka maneno haya sasa nyuma yangu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, kama ilivyoandikwa kwenye Zaburi 103, Zaburi 103 mstari wa kwanza hata ule wa 3. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, nafsi yangu umuhimidi Bwana, na wala usisahau fadhila zake zote. Akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, katika jina la Yesu. Amen. 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 Nakataa nafasi ya kukaliwa na maroho machafu kwenye mji wako kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya neema hii na upendeleo huu. Tunaondoka, tunaenda nyumbani. Naomba Roho Mtakatifu bariki matoleo haya, bariki sadaka hizi, bariki kila kinacholetwa madhabahuni pako na watakatifu hawa. Naomba Mungu Roho Mtakatifu, naomba kupitia matoleo haya mama huyu, baba huyu akaconnect katika ulimwengu wa roho, kama Gerasi aliconnect kwa kutii tu na kuheshimu ule uwepo wako. Baba, sisi ni zaidi ya hapo, tunaleta na kazi za mikono yetu. Naomba kupitia sadaka hii kila mmoja akaconnect katika ule ulimwengu wa roho, katika uwepo wako, na naomba maongeo yaliyo bora yaanze na yafurike kwa ajili yake, watu wake, mji wake, kizazi chake, na siku zake ziwe mpya kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Amen.